Karibu tena katika mafunzo ya Microsoft Word, na hii ni lesson number 5. Katika lesson number 5 tulisema tutajifunza sehemu ya layout, sehemu ya reference, mailing, review, view. Tunamaliza lesson zetu leo, kisha tuanze kujifunza kozi maalumu kwa kufanya taski mbalimbali ambazo ni special, uweze kujifunza vitu mbalimbali kwenye Microsoft Word. Sehemu ya layout ni sehemu ambayo ina sehemu ya margin, ina sehemu ya orientation, ina sehemu ya size margin, pamoja na break section, pamoja na easy insert, spacing. Kwa hiyo sasa sehemu ya margin ni sehemu ambayo inaonyesha margin ya karatasi yako, kuanzia hapa mpaka hapa, mfano wa karatasi kutoka hapa juu mpaka hapa, na kushoto hapa, upande wa kulia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo hizi ndizo tunasema margin, kutoka hapa mpaka hapa, hapa mpaka hapa. Sasa margin unazipataje? Ukigusa kazi yako, kama unataka kuweka margin kazi yako yote ulioandika, basi utabonyeza Control A kwa ajili ya highlight kazi nzima. Then utakuja sehemu ya margin. Sehemu ya margin utachagua kama unaweka normal, unaweka moderate au unaweka wide. Kwa hiyo margin yako itachange kulingana na ile margin ambayo umeichagua hapa kwenye margin. Lakini kwa mfano kazi nyingi tunapewa guideline namna ya kutumia margin. Kwa mfano upande wa juu utaambiwa utumie 2.5, lakini kushoto utumie labda nako 2.5, then huku utumie labda 1.5. Ukipewa guideline ya namna hiyo au nyingine, basi utakuja kwenye sehemu ya margin. Ile sehemu ya margin utaenda sehemu ya custom margin. Custom margin kuna hii sehemu hapa. Tunaambiwa top sisi tumependekeza 2.5, basi utaandika 2.5. Utaandika 2.5, utaandika centimeter. 2.5 centimeter. Labda left tulisema nako 2.5 centimeter. Itakuwa ni 2.5 centimeter. Tuna sehemu ya bottom tuseme ni 1.5. Alafu tuna sehemu ya right nako ni 1.5. Lakini hizi ni centimeter. 5 centimeter, 9 centimeter. Centimeter 2.5 centimeter. Piga okay. Piga, unaona zimesogea. Sogea maana yake tuna hii hapa. Sema hapa, ngoja nirudishe juu kidogo. Tuna hii hapa 2.5 na hii hapa 2.5. Lakini hapa tuna 1.5 na huku chini tumeweka 1.5. Isipokuwa hapa kuna mstari mmoja unaendelea. Kwa hiyo 1.5 2.5. Hiyo ndo margin namna ambavyo tunaweka. Tunasema orientation. Orientation ni sehemu ya kugeuza karatasi yako, aidha uweke landscape au uweke portrait. Kwa mfano, highlight hii kazi, hizi karatasi, nikifika sehemu orientation, nikigusa landscape, maana yake karatasi zangu zimegeuka, zimekuwa kwa ulalo. Hii ndiyo landscape ambayo tunaipata sehemu orientation. Nikienda kugusa sehemu ya portrait, basi nikigusa hapa portrait zitakuwa hivi wima kama zinavyoonekana hapo. Lakini tuna sehemu ya size. Size ni sehemu ya kuchagua size ya karatasi. Inaweza ikawa letter, ikawa tabloid, inaweza ikawa A3, A4 au 11 kwa size 17. Mara nyingi sisi tunatumia A4 karatasi ambazo tuna print. Kwa hiyo unaweza ukawa unakuja kucheki hapa, kwa sababu mara nyingi kompyuta nyingi kutokana na language, karatasi ambayo unajichagua unakuta inakuwa mara nyingi letter. Kwa hiyo sasa ukiwa unaandika kazi yako, make sure ukija hapa kwa ajili ya kuchagua A4, karatasi yako inakuwa ipo na standard ile ya A4 na ukaprint kwa A4. Sasa hapa tuna sehemu ya column. Sehemu ya column ni sehemu ambayo inaigawa karatasi yako katika vipande tofauti. Mfano, mimi na kazi hii hapa. Hii kazi naweza nikaigawa katika column 2. Kufanya hivi maana yake itakuwa upande huu na upande huu hapa. Hizi ndizo column, maana yake utaandika hapa na hapa, itakuwa kwa muonekano huo ndio tunasema column. Kwa hiyo umeshawahi kukutana vitabu vingi vimeandikwa kwa mfumo huu, basi ndivyo inavyokuwa. Nikichagua hapa ikae katika column 3, basi nafanya hivi. Hivyo ndivyo inavyofanyika.
Mara nyingi ukiandika sasa, kama wewe ndo kwanza unaandika, ukiwa unaandika mfano kolamu hii, ukishafika hapa mwisho, kasa yako inahamia kolamu hii. Ndio maana hata unaona ninavyo select, nikifika hapa mwisho inahamia hapa, na hapa nikifika hapa inahamia hapa. Kwa hiyo kadri unavyoandika inahamia kolamu nyingine. Ukishamaliza hapo ndipo inahamia karatasi inayofuata. Sehemu ya briki hapa nitaelekeza wakati tunaingiza page number. Lesson ya insert page number nitaelekeza namna ya kutumia hizi section bricks nitaelekeza. Lakini pamoja na hapa sehemu ya spacing nitaelekeza wakati tunafanya customization ya table yako. Ukichola unaandika majina fulani, huku kuna column ya namba, column ya labda ya majina na column ya ile credentials zingine, nitaelekeza namna ya kutumia hizi space kwa ajili ya kutengeneza maneno yako yakawa vizuri kwenye table. Hii ndo sehemu ya layout. Lakini nitaelekeza pamoja na warp text. Warp text nayo ni muhimu sana. Hii nitaelekeza special wakati tuna insert. Hii ipo kwenye lesson ya insert. Lesson ijayo sehemu ya insert, tukiwa tuna insert picture au tuna insert shape, nitaelekeza sehemu ya warp, ambayo warp tunasema ni layout feature. Hii ni layout feature ambayo mara nyingi ukiinsert picha yako au umeinsert shape inafungua hii sehemu ya wrap text, ambayo sisi tunaitumia kama sehemu ya layout kwa ajili ya kuweka vizuri kile kitu ambacho umekiinsert. Lakini tuna sehemu ya reference. Sehemu hii nitaelezea wakati tuna insert table of content. Hapa nyuma kama sijakosea, nimesema nitaelekeza wakati tunaweka table, tuna insert table na namna ya customize. Hii sehemu ya brick nitaelezea wakati tuna insert page number kwenye kazi yako. Lakini sehemu ya reference ni sehemu mahususi kabisa wakati tunaelezea table of content. Lakini kuna sehemu hii hapa ya APA, sehemu ya citation pamoja na kuweka reference. Hii nayo nitaelezea wakati wa reference. Wakati naelezea reference nitarudi home, nitaelezea na hichi kipengele ambacho tushai kukisoma before. Here A to Z sorting tunaita ni sort. Kwa hiyo nikitoka sehemu ya reference kwenye APA nitarudi tena, tutakuja kuelekezana home, sehemu ya sorting A to Z. Tuna sehemu ya mail kwa ajili ya kutuma. Hii ni sehemu ya kutuma mahususi. Tunakuja sehemu ya review. Sehemu ya review nayo tutaendelea katika lesson inayofuatia. Tupate muda mchache wa kupumzika, jiandae katika lesson number 6 kwa ajili ya spelling, sehemu ya language proofing na vitu vingine. Tutaongezea na sehemu ya view kwa ajili ya kucheck na kuuncheck vitu mbalimbali kama ruler, guideline na navigation plan. Hizi navigation pen namna ambavyo zinafanya kazi. Kwa hiyo tunaishia hapa, tukikutana katika lesson number 6 na lesson zinazofuatia. Asante.